Huyu Yesu tunayemhubiri akisema kazi yako imekwisha, hebu njoo kwangu sasa, ndiyo imeisha. Ukiwa na miaka 80, 90, 100, gonga miaka 100 ndipo uende kwa Bwana. Mbinguni hakuna vijana, mbinguni hakuna watoto, mbinguni hakuna mabinti, mbinguni kuna wazee. Lazima mpaka na wewe utembee na mti waseme mbinguni kumeingia mzee. Lazima na wewe uwe mzee. Ndio maana mwimbaji akasema mbinguni kuna wazee 24. Lazima na wewe uwe mzee wa 25. Usife mapema. Haleluya. Amen. Raha sio raha. Raha sio raha. Haleluya. Amen. Hata kufa mapema. Hata wachawi wafanyeje? Watu wengine wanajiua mapema. Saa zingine tunazingizia wachawi, saa zingine tunazingizia waganga wa kienyeji, saa zingine tunazingizia majambazi, lakini mtu anajiua mwenyewe. Mnakuta mtu ameweka kamba anajitundika anajiua. Mwingine anakamata sumu anakundwa anajiua. Mwingine anaenda kwenye ulevi, unavuta sigara miaka 30, miaka 40, unavuta sigara inaharibu upavu wako, unakufa kabla ya siku zako. Unakunywa pombe miaka 60, inaharibu viungo vya mwili, unakufa kabla ya siku zako. Unaenda unafanya umalaya na ukahaba, unafanya uzinifu, unapata ugonjwa wa kisonono kaswende, unapata na UTI, HIV, ukimwi, unakufa kabla ya siku zako. Lazima usife kabla ya siku zako. Haleluya. Amen. Yesu nampenda sana. Sema amen. Amen. Haleluya. Usife kabla ya siku zako. Daudi akasema kufa sitakufa. Hezekia akamwambia Isaya, wewe umeshindwa kuelewa. Babu yangu Daudi ambaye amezaa babu zangu alisema hivi, kufa sitakufa. Kufa sitakufa. Kwa nini mimi mjukuu wake nife mapema? Na mimi kufa sitakufa. Haleluya. Wacha nikwambie, ukitembea na Mungu, ukitembea na Yesu, ukitembea na huyu Masihi, kufa utakufa mapema. Ndio maana sisi ambao tupo ndani ya Yesu tunavimba. Ndio maana mwimbaji anasema wacha nivimbe, vimba na Yesu, vimba. Unavimba na Yesu, vimba. Ringa. Unaringa na Yesu, ringa. Kwa sababu uko na Yesu lazima uringe. Kwa sababu uko na Yesu lazima uvimbe. Amen. Amen. Hawezi ukavimba na una Yesu, hapana. Utapigwa chali chini. Huyu ameanguka. Mungu akamwambia Isaya, nimesikia kilio cha Hezekia. Nenda akamwambia Hezekia kwamba nimemuongeza miaka 15. Haleluya. Nampenda Yesu sana. Akamwambia nenda akamwambia nimemuongeza miaka 15. Kufa hata kufa tena, bali ataishi. Wacha nikwambie, ukiwa ndani ya Yesu, walikuwa wanakupangia upe na miaka 40, hautakufa, Bwana atakuongezea nyingine. Walikuwa wanakupangia upe na miaka 20, hautakufa tena, Bwana amekwambia utaishi. Walikuwa wamekupangia upe na miaka 50, lazima utagonga 120. Oh, haleluya. Lazima tuingie mbinguni tukiwa wazee. Hatuwezi tukaingia mbinguni tukiwa vijana, hapana. Hatuwezi tukaingia mbinguni tukiwa watoto, hapana. Hatuwezi tukaingia mbinguni bado sisi ni mabinti, hapana. Lazima tuingie mbinguni tukiwa wazee, tunatembea na mti. Unaendaje mbinguni mapema wewe? Haujamaliza kazi ya Bwana. Lazima kwanza uimalize kazi ya Bwana ndio uende mbinguni. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni pote mkalitangaze neno langu, mkawafundishe
wafundishe mataifa wajue kwamba mimi ni Kristo Yesu. Mwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Hezekia akaongezewa miaka ya kuishi. Hezekia akaongezewa miaka ya kuishi. Wacha nikwambie, hakuna kitu kibaya duniani kama kifo. Hakuna anayependa kufa. Unapenda kufa wewe? Hakuna anayependa kufa. Kila mtu anapenda kuishi. Hata ukimkuta mzee wa miaka 100, miaka 90, unamwambia tu, mzee nataka nikuchome kisu ufe, anakuambia sifi sasa hivi, sitaki kufa mimi, bado nataka ninywe maziwa mimi. Hakuna mtu anayependa kufa. Usife kabla ya siku zako. Achana na pombe, itakuua wewe. Achana na sigara, itakuua. Achana na uchawi, utakufa vibaya wewe. Hakusikia huruma wewe. Achana na umalaya, achana na ukahaba, achana na uzinifu, utakuwa. Achana na ushirikina. Lazima kwanza kubali Yesu. Haleluya. Unajua wakati wa Musa alipozaliwa, Farao akatoa amri watoto wote wa kiume wauawe. Mama yake Musa akaenda akamficha Musa kwenye mto. Watoto wa kiume wote wa Israeli wakauawa wote. Watoto wote wa kiume wote wakauawa. Yaani kila chochote cha kiume kikauawa. Na hapo ndipo kulianza kupungua hesabu ya wanaume. Siku ambayo wanaume walianza kuwa wadogo kuliko wanawake ni siku hiyo. Kwa sababu wakati wa Musa wanaume ndio waliuawa, watoto wadogo wote wakauawa, wanawake wakaachwa. Ukija tena wakati wa Yesu Kristo, mfalme Herode, wakati wa Musa Farao aliua watoto wa kiume, lakini wakati wa Yesu Herode naye akaua watoto wa kiume. Yesu alipozaliwa watoto wa kiume wote wakafa. Ndio maana nakwambia usife kabla ya siku zako. Kama Bwana amekuandalia siku, hauwezi ukafa. Wakati wa Musa waliuawa, wakati wa Yesu Kristo wakauawa. Ndio idadi ya watoto wa kiume ulipungua. Watoto wa kiume wote wakauawa. Kama wewe ni mwanaume, wanakuwa. Wakati wa Musa wanaume walipungua, wakati wa Yesu wanaume walipungua. Ndio maana wanawake ni wengi kuliko wanaume. Ukipiga hesabu, mwanaume ni mdogo sana kuliko mwanamke. Wanawake ni wengi, ndio maana uzinifu mwingi umeingia kwa wanawake. Biblia inasema siku zile